Sasa nisikilize. Nilikusubiri urudi ili tuje tukae chini tuongee kuhusu hili na tufikie mwafaka. Ila nakuona mwenzangu kila kitu nataka kumsikiliza dada yako. Sasa nisikilize. Mimi naondoka. Afu wewe endelea kukaa na dada yako. Hakuna kuelewa. Vipi ndugu yangu? Mbona usiku kwema ulikotoka? Samahani sana ndugu yangu. Najua ulipumzika, lakini sio kawaida mimi kuja wakati huu. Kuna changamoto kubwa sana. Nahitaji naomba unistiri usiku wa leo, tafadhali. Sawa, haina shida. Unaweza ukaniambia nini kilichokusibu na kukufanya mpaka uje hapa sasa hizi? Unajua Jitu ndugu yangu, yaani mke wangu amebadilika. Na mke wangu mkiongelea swala la Sendeko anakuwa mkali kama kichaa. Yaani hataki umhadisie kuhusu mabaya yake yote huyo mtu. Na leo mchana, nimemuona live kwa macho yangu akiwa na hizo mavazi yake. Nimeona siwezi kulala nyumbani. Hakuna mtu mwingine wa kunipa msaada zaidi yako, tafadhali. Mbelele. Wewe hayo tumeajuaje? Wezi amini mchana wa saa 8 mimi nimeota. Huyo Sendekwa nimemuona anifuata usingizini. Ndugu yangu, mbona changamoto? Kwa hiyo wewe umekuja hapa nikusaidiaje? Nahitaji msaada wako, unistiri usiku wa leo, sina pa kukimbilia, mimi siwezi kurudi nyumbani. Usiku. Nisikilize Mbelele. Wewe ni mtu mzima. Halafu pia una mke. Sasa naweza nikakuruhusu kaingia ndani. Lakini usiku wa leo mke wako utamwacha kwenye hali gani? Hata Jitu, kuhusu swala la mke wangu niachie mimi. Mimi ndio nitapambana nalo. Nikifika kesho asubuhi, nikirudi nyumbani, sawa? Nitamueleza na nitajua nini nitamuongopeaje. Lakini nahitaji tu hifadhi ya siku ya leo. Siwezi mimi kurudi nyumbani. Haya, sawa, haina shida. Ingia ndani. Kijiji cha ajabu cha Mkondogwa. Hali hubadilika, hakuna kuelewa. Naona saizi ndo umejisikia kurudi, si ndio? Haya, jana ulala wapi mpaka saizi asubuhi ndo unatia kwato zako hapa nyumbani? Sifa ya Mtanzania cha kwanza ni salamu. Eti salamu. Ushalala kwa wanawake zako huko ndo unakuja hapa eti salamu. Salamu ya kazi gani?
Unafikiria mimi nataka salamu na wanaume ambao malaya? Wewe ni malaya. Mume wangu, jaribu hata kujichunga japo kidogo. Yeye unafikia hatua unamdharau hadi mke wako jamani? Habiba, mke wangu, mimi nilikuwa na rafiki yangu Jitu, tulienda kijiji cha Tatu huko Mekelengende. Sasa wakati wa kurudi pikipiki yetu ilikutana na changamoto, tukaamua tulale kijiji cha pili. Alafu kitu kingine, mimi sio mwanaume kama hivyo unavyonifikiria. Sio kwamba kila ninavyomuona mwanamke nahitaji kumtongoza. Unavyofikiria utaongea lipi hapo ambalo mimi nitakuelewa? Wewe mimi nishakujua kama wewe malaya. Sasa kama wewe ni malaya, basi nitakuonyesha. Wewe si malaya? Nitakuonyesha, nadhani unijui. Kila anachoelekezwa wewe si mbishi, utafatisha anachokihitaji. Bwana msifikishe wewe na kumwelewa. Lazimishwa na nguvu za giza, mapenzi ya hofu ndani ya anga la Hachi. Hachi. mama yake mkubwa Hachi. alijaribu kumzuia, lakini Sendekwa akamfanya apoteze akili. Nakuomba. Ashi ndugu yake aliyefichwa kwa muda, akaishi katikati ya siri na maumivu. Bao, vipi? Mbona uko hivyo afu umekuja hapa asubuhi? Kuna tatizo? Shangazi amesema kwenye tumbo hili ni Sendekwa. Bao, mbona sikuelewi? Hebu kumbuka maneno yako ya nyuma kwamba uliniambia wewe umelala ukaamka asubuhi umejikuta na tumbo. Sasa unakuja leo unakuja kuniambia baba mwenye tumbo anataka kuoa. Mpunguzeni viswahili kwenye familia yenu. Nimechoka sasa. Nimechoka kila siku, leo anakuwa haya kesho anakuwa yale. Kweli Sendekwa ni mbaya. Tunamjua wote hapa kijijini. Lakini sio kwamba kila baya linalotokea hapa kijijini mtendaji ni yeye. Bao, umenisaliti. Nilikuwa nakuamini sana Bao. Sana yani. Sikutegemea kama unaweza kunifanyia kitu kama hicho. Ashi, mimi sijakusaliti. Unajua fika mimi nakupenda. Sasa nawezaje kukusaliti? Sababu kweli mimi naweza nikaa mnyama mkubwa, lakini sikushindi wewe na pamoja na familia yako. Pesa zangu za mahali mmechukua, na bado mnakuja kunidanganya kwamba wewe tumbo tu imetokea miujiza umekuwa na tumbo. Yote nimekubali. Afu leo hii mnakuja kuniambia mwenye tumbo ni Sendekwa. Inaingia akilini? Inaingia akilini Bao? Kweli hapana. Nimevumilia mengi sana Bao, lakini sitaki hata kusikia wala kuliona. Naomba utoke nyumbani kwangu. Unanifukuza kwa unajua ukweli wote. Unajua fika kwamba hili tumbo nimelala nikaamka nalo. Na bado unanifukuza. Wewe ni mnyama. Wewe huna utofauti wowote na wewe Sendekwa wako. Ninyi wote ni sawa. Katika kijiji cha Mkondogwa kisichoeleweka,
kijiji cha Lusanga, ajabu isiyoisha. Ukiingia usiku ghafla Ashi vipi? Nakusubiri muda kulotokea. Ondoke basi. Poa. Mama yake mkubwa alijaribu kumzuia, lakini Sendekwa akamfanya apoteze akili. Hashi ndugu yake aliyefichwa kwa muda. Ujeuri wako na ubishi wako ndio ulokuponza. Laiti kama ungemsikiliza Sendekwa, haya yote yasingekukuta. Sasa tunahamia kwenye familia yako. Unajua kuna kitu sijaelewa. Nimebishana na Shem pale. Nimemsalimia hajanijibu, alafu pia wewe mwenyewe sikukuona katika hali ya kawaida. Shida ni nini ndugu yangu? Ndugu yangu. Katika dunia kuna wakati unaweza kumwamini kila mtu. Na kadhalika sahihi. Alafu nakuuliza. Nimejifunza sana kutokana na familia ya kina baba. Okay. Kisha nimekuja kujua kwamba ile tumbo la Sendekwa. Sendekwa? Yule babu yule. Sasa unajua mimi nashindwa kuelewa ndugu yangu. Inakuwaje tumbo ni la Sendekwa afu ni mpenzi wako? Hicho ndo kinachanganya mimi kichwa. Na ndio chamua hapa. Hicho ndo kitu ambacho kinanichanganya. Chanaelewa sio? Yaani kwamba nilikubali vyote kwamba kulea ile tumbo ambayo sijui baki kinani. Lakini baada ya kusikia haya siwezi kubaliana nayo. Ndugu yangu unapitia mazira mazito sana. Lakini pia hicho unachokipitia wewe ni kinanikumba na kupambana nacho, lakini ukiingia mchana ghafla linageuka usiku. Dada. Vipi? Samahani dadangu. Dada. Samahani. Dadangu mimi naomba tu. Yaani mimi hapa unapoona shida yangu, kwanza unielekeze tu niione barabara dadangu. Yaani hapa unapoona sielewi. Nakimbia tu nazunguka najikuta niko pale pale. Subiri kwanza kakangu. Naona umeshachanganyikiwa. Huko umetokea wapi? Yaani kifupi tu. Huko mimi nimekuja kwa mpenzi wangu. Na nilikuwa na dada yangu. Lakini kuna mambo ambayo ya ajabu yametokea, sijui ya kishirikina. Maana mpenzi wangu alikuwa anataka tutoke kwa dada yangu. Sendekwa kijana wa tamaa na uchawi, alitaka kuwa juu kuliko watu wote, akatafuta nguvu za kugeuza maisha. Hakikisha mtoto wangu anakuwa salama. Hizi safari zako sio na lazima. Punguza. Wewe ni mke wangu mtarajiwa. Mtoto. Unamzungumzia mtoto gani? Wewe baba wewe, sahau kabisa na ufute akilini mwako eti kwamba una mtoto na mimi. Mtoto yupi? Unajidanganya. Tena sana. Kwenye hichi kijiji hakuna mtu yoyote yule ambaye atanipangia mimi cha kufanya. Mimi ndo mtawala. Lazima utakuwa mke wangu na mimi ndo baba huyo mtoto. Sikiliza nikwambie. Iwe kwenye hichi kijiji au nje ya hichi kijiji, utawapangia hao wapumbavu wenzio. Lakini sahau kabisa kunipangia mimi. Mimi siwezi kupelekeshwa na wewe Kigagula. Sasa nisikiza nikwambie kaka. Kwa mwenyekiti sio salama. Cha kukusaidia tu na kuelekeza hiyo njia upite na utokee barabarani. Lakini na hiyo njia pia sio salama kwako. Kuwa makini. Sawa. Sawa. Pita hapo. Hapo, unatokea barabarani. Wapi?
Hapo. Dada yangu Spolinia. Hiyo ndo njia, huo ndo msaada wangu. Pita hapo, unatokea barabarani, unaenda na safari yako. Si unanielewa? Sawa. Ndo uende sasa. Asante. Hapa? Hapo. Kwa mbele hapo, wewe nayo unawe hapo. Haya. Yaani sijui kapatwa na nini huyo mkaka. Wewe unijui vizuri. Shangazi yako habari zangu anazijua. Na sio shangazi yako tu. Kijiji kizima kinamjua Sendekwa ni nani. Usitafutie matatizo. Fanya kama ninavyokuambia. Si unanielewa? Sikiliza nikwambie, sikuogopi. Kwa taarifa yako, Hashi ndo nampenda na atanioa yeye. Kwa hiyo wewe utawapelekesha hao wanakijiji wenzio, lakini sio mimi. Huyo mpumbavu mwenzenu anakutia jeuri. Sasa nitamuonesha kama mimi ndo mtawala kwenye hichi kijiji na ndo mwanaume pekee. Ngoja sasa. Kijiji cha ajabu cha Mkondogwa. Hali hubadilika. Mungu wangu nisaidie. Kwa nini mimi? Mungu wangu, simjui ndugu yangu mpaka sasa alipo. Mwamvita, tumekukosea nini Mwamvita? Najuta mimi kuja katika hichi kijiji cha ajabu, kijiji kina mambo ya ajabu. Najuta mpaka sasa hivi simjui kakaangu alipo, maskini. Mwamvita, tumekukosea nini? Sisi? Unatupitisha katika wakati mgumu. Bora basi ungeturudisha tu nyumbani kwetu Mwamvita. Hali hubadilika, hakuna kuelewa.